Ani musese mwendo asuni amwe kati wa mawazema ene maivikia kwithi wa mayumia mawoni mome kivathukanganio itina waende kila kinethiwe chamina kukitika nthini wa bunge ya Senate vindani ivondo vitutu isongana mbeni kana ulawa mbunga kilombunge cha Kibwezi bwana Richard Kalembe Wandile ni wathana kana nukithi ivikia kunengane eka ilesi munda kwa Julius Wambua na ula unayanavikia kwithi wa eka lite kolokoloni vandu va ilungu ya miaka 10 itina wake kulecho ni koti wa Masako ndia katombe kwa tauneni wa Kalembe tondo ithiwa mina kuumia imwe kwa imwe tina kutoa ise unenenia na andiki maitu mama uvo asiyefunzwa na baba na mama ufunzwa na ulimwengu. Kwa hivyo alijitakia hayo, hakuna kitu hatukumwambia, tulimueleza mambo ya leadership, lakini Waswahili pia wanasema asiyesikia la mkuu asikii la mkuu wala la mteka maji msikitini. Leo nataka kusema nimesoma habari ya kuhuzunisha ya huyu jamaa anaitwa Julius Wambua Musyoka, ako na umri wa miaka 56, ambao alifungwa kwa sababu msichana yake alitoa ushahidi wa uongo kotini na jamaa akafungwa kifungo cha maisha. Na baadaye msichana akagundua kwamba alikuwa ameshawishwa na mamake aende atoe ushahidi wa uongo ndio huyu jamaa afungwe, ndio huyu mama auze shamba yao, na jamaa amedhibitishwa kwamba ana shamba sahihi. Na mimi kama mtoto wa squatter najua chenye anaendea mtu bila kuwa na makao. Kwa hivyo mimi nimejitolea na nimefikiria na nikasema mimi na familia yangu tutatoa eka 2. Tutatoa eka 2 pale Kibwezi ili huyu jamaa anzishe maisha. Na pia tutajaribu kumjengea. Kwa hivyo kama nikipata details zake akikubali niende nimuonyeshe shamba na tuanze hiyo process ya kumtafutia kanyumba ili akae kama mtu, kwa sababu sikupenda kwake na maisha ya jela alimaliza sio miaka 8, ni miaka mingi sana ukizingitiwa. Na pia tuulize hata ukikosoa na mzee namna gani, haina haja uweke mtu mahali ambao unafikiria anaenda kuuawa ama anaenda kifungo cha kufa kwa sababu ya uongo. Nadhani hii mambo ya manyumba imeleta mashida mingi sana. Na kwa hivyo mimi nimetoa eka 2 huyu jamaa na tutajaribu kumjengea pia kanyumba ili ajisikie anaishi vizuri. Na mahali nampeleka si mahali kukame, ni mahali upande ya Chulu, mahali ambao kuna mvua, watu wanalima ndengu, na tumpandie miembe kidogo, miti kidogo ili maisha yake irudi kawaida.